Muamala wote kwenye biashara unatokea pale ambapo mteja amejiridhisha kwamba thamani atakayoipata kutokana na bidhaa au huduma yako inazidi kiasi cha pesa anachotoa. Yaani anaona kabisa kwamba nitapata kitu kikubwa zaidi kuliko pesa ninayotoa. Mfano, mimi natengeneza matangazo ya biashara kwa ajili ya wafanyabiashara huku mtandaoni na wengine. Sasa mtu anapokuja unamwambia labda tangazo ni 50,000, unakuta nakuuliza kwa nini ni gharama hivyo? Kwa hiyo sasa mimi badala ya kuanza kugombania au kuanza kubishana kuhusiana na bei, inabidi nianze utaratibu wa kumuuliza maswali kwamba okay, sasa hivi una wateja kiasi gani? Anakwambia labda kwa siku naweza nikapata wateja 10 mpaka 20. Unamuuliza kwa kutokana na hili tangazo unatarajia labda wateja wako wataongezeka kiasi gani? Anakwambia nataka wateja wangu labda wawe mara mbili sasa hivi, yani labda 40 mpaka 50. Unaambia hiyo itakupa mauzo kiasi gani? Anakwambia labda kwa siku naweza nikapata hata 200,000 au 300,000. Kwa hiyo unaambia je, unaona kwamba 50,000 ni uwekezaji sahihi sana kwa ajili ya matokeo unayoyataka? Yaani ukipima matokeo unayoyataka, unaona kweli 50,000 ni kitu. Kwa hiyo baadaye unamhamisha kutoka kwenye kuona ile bei ni kubwa kwenda kwenye thamani atakayoipata. Anaanza kulinganisha thamani atakayoipata na bei na anaona ile bei ni kama investment fee, yani ni ada tu ya uwekezaji. Kwa hiyo wakati mwingine hata mabishano ya bei ni kwa sababu tu mteja hajaona thamani atakayoipata. Kwa hiyo unatakiwa uhame kutoka kwenye mazungumzo ya bei uje kwenye mazungumzo ya thamani atakayoipata. Ni kama vile unamdivert kutoka kwenye attention yake kwenye bei uje umuonyeshe thamani kubwa ya atakayoipata au anayotarajia kupata, na aone kwamba anachokitoa ni kama tu uwekezaji wa ile thamani anayotarajia kuipata kutoka kwenye huduma au bidhaa yako.